hadithi ya mapenzi, ngoja nikuhadisie. Kwenye yangu matembezi, nusu kufa nizimie. Ushaona mtoto bila malezi, ndo nilikuaga mie. Moyo niliwapa wezi, matapeli wanibie. Sasa inatosha, nimesahau tangu nikupate wewe, naiona angalau. Sasa imetosha, nimesahau mimi tangu nikupate wewe, naiona angalau. Roho saa haitoshi nusu saa, hata masaa sichoki kusema na wewe. Roho saa haitoshi nusu saa, hata masaa sichoki kusema na wewe. Deka unavyodeka kama mtoto, nitakubembeleza mimi wako. Nitazidi kupa vitu moto moto, mapenzi kupendana si mchezo. Nilimaliza na waganga, waganguzi miti shamba, kumbe mapenzi ni karanga, zinapikwa na mchanga. Sasa inatosha, naona mtoto bila malezi, ndo nilikuaga mie. Moyo niliwapa wezi, matapeli wanibie. Sasa inatosha, nimesahau tangu nikupate wewe. Sasa imetosha, nimesahau tangu nikupate wewe, naiona angalau. Mabibi na mabwana, siku hii nzuri kabisa, wale ambao walitufanya tukaweza kukesha usiku na kushinda mchana kwa ajili ya kuandaa shughuli hii, wale ambao walifanya maamuzi bora na mazuri kabisa ya kuweza kuunganisha roho na miili yao kwa siku ya leo, baada ya mahusiano yaliyodumu kwa muda mrefu. Lakini ni safari ambayo pia ilikuwa ya mbali kweli. Ni safari iliyotoka kule Sumbawanga ikatembea katika mikoa mingi sana ya Tanzania, lakini hatima nzuri kabisa. Kijana huyu akasema warembo na wanawake wazuri wanapatikana kule mkoa wa Morogoro, na si wengine bali ni Wakaguru, ndio mabinti wazuri kweli. Akasema mimi nimezunguka Tanzania nzima, lakini mabinti warembo na mzuri nimekwenda kumpatia kule Morogoro. Naomba kwa heshima yao wote tusimame tafadhali. Wazazi naomba tusimame, wakwe zetu naomba tafadhali tusimame, wageni waliko wote, mabibi na bwana, naomba tusimame kwa heshima kuwapokea watu hawa ambao ndio sababu kubwa ya sisi kuwepo hapa siku ya leo. Lakini tukisimama tu haitoshi, naomba wakati wanaingia tuwapigie makofi na vigelegele vingi sana hapo tulipo, ishara ya kuambia tumefurahi leo, umetupatia mtoko mzuri kweli. Naomba sasa kwa heshima kubwa niwalete kwenu Mr. and Mrs. John Adams Mwanza. Vigelegele viongezeke sasa hapo.
Uliponitokea nilishindwa hata kujizuia, karibu nawe nikakupitia, haina nguvu nikakutolea, tabasamu kaliachia, viungo vyote vilinilegea, pale nawe uliponitikia, mambo yote yakasisimka, nimeshakupenda nikuzimia, siwezi tena kusogea, siwe cheza nami. Lakini kijana handsome mmemwona hapa mbele yenu, ambaye yupo kushoto kwangu hapa, ni kijana wa Kifipa kutokea kule Sumbawanga. Kijana ambaye ni mtanashati kweli kweli, tabasamu lake muda wote halimuondoki. Jina lake kamili ambalo wazazi wake walisema tunakupatia jina la yule John the Baptist, au sio? Anaitwa John Adam Simwanza. Punga mkono handsome. Yes. Aha. Lakini kama mlikuwa mnasema Wafipa sio mahandsome, hebu mtazameni huyo kijana hapa. Mnamuonaje? Wafipa hoye. Asante sana. Lakini ameambatana na binti mrembo. Binti ambaye amependeza na kutokelezea kuliko wanawake wote humu ndani. Lakini ndo binti mzuri kweli kweli kuliko wanawake wote hapa ndani. Ni binti kutokea kule mkoa wa Morogoro, mkoa ambao unatoa mabinti wazuri. Na ndio maana ndugu yangu John akasema mimi nazunguka kote, lakini mwisho wangu ni Morogoro, kule ambapo wanapatikana Wakaguru, ndiko ambapo wapo mabinti warembo kwa kweli. Mabinti ambao kwa watazama wanatabasamu zuri, lakini pia kimo cha wastani, lakini muonekano uliokuwa mfanya. Jina lake kamili ambalo wazazi wake wamempatia anaitwa Christina Musa Nginga. Punga mkono, mpigeni makofi mengi sana tafadhali. Asante sana brother. Katika vitu ambavyo umevifanya vya muhimu vizuri ni kwenda kumchagua binti kutokea kule Morogoro. Katika vitabu vyetu vya dini tunaambiwa kitu cha kwanza kabisa wakati unamchagua mwanamke wa kumuoa ni yule mwanamke ambaye ukimtazama na kuvutia. Brother, hebu mgeukie mkeo. Unasemaje? Mali eh? Hebu na wewe sema hii ni mali. Asante sana brother, hongera sana kwa kupata mali iliyokuwa bora na nzuri kabisa. Kwa heshima kubwa ni ombe sasa Shangazi Mary, kwa heshima kubwa ambayo bwana harusi amesema kati ya watu wengi hapa ambao amekuja, amesema wewe amekuchagua kwa heshima kuja kufungua shughuli yetu hii kwa sala. Tumkabidhi Mwenyezi Mungu. Tafadhali karibu shangazi. Tuombe. Asante Mungu wetu wa majeshi, Baba mwaminifu. Tumeshinda salama ni kwa neema Baba mtakatifu. Uliona tangu mwanzo Baba mfalme wa amani hii shughuli. Tulivyoanza tulianza na wewe ndio ulitutangulia kwa yote, na tunaamini kwamba yote yanawezekana. Baba, tunaomba ukanyoshe mkono wako uliodali katika jina lako Yesu. Tunapokuwa kwenye ukumbi huu Yesu, tunaomba kila mmoja aliyotoka huko mahali hapa Baba mfalme, kwa upendo mkuu Baba mtakatifu, tunaomba mambo yote yaende salama. Baba mtakatifu, katuongoze kwa yote katika jina lako Yesu. Ukatakase kila kitu hapa mahali hapa Baba mtakatifu.
Twajikabidhi mbele zako, tunakabidhi shughuli hii katika jina lako Yesu. Tunaomba na kushukuru kwa yote katika jina lako Yesu. Amen. Asante sana, makofi mengi kwake shangazi tafadhali. Asante sana. Niombe sasa dada mkubwa kwa heshima yako nyingine pia, kwa sababu wageni ambao wamefika hapa bado hawajajisikia amani na huru. Tafadhali karibu uje wakaribishe rasmi wageni hawa ili wajisikie amani na furaha, waweze kuwa na furaha na uhuru katika eneo hili. Tafadhali karibu dada mkubwa. Habari za jioni mabibi na mabwana. Habari za jioni. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaikum. Ndugu wageni waalikwa katika shughuli hii, tumefurahi sana kuwa nanyi muda huu. Hivyo tukiwa kama ndugu au familia ya Bwana Simwanza, tunaomba nyote mjisikie kwamba mko nyumbani na muweze kuenjoy, mtakula, mtakunywa na chochote mtakachohitaji hapa vyote vinapatikana. Mtacheza. Kwa hiyo ninawasihi sana kwamba tuwe pamoja, tuweze kushirikiana katika swala hili la kuweza kuwapongeza vijana wetu John pamoja na Christina kwa kuingia katika ndoa takatifu. Hivyo basi, yote katika yote, naomba niseme tu kwamba karibuni sana na tunawapenda sana. Asante sana wanangu wa LHRC. Tumeambiwa tutakunywa, zingatia neno tutakunywa. Asante sana, tutakula lakini pia tutaenjoy na burudani kweli. Ni muda mzuri sasa, kwa sababu ndugu yangu John lakini pia na mke wako mpendwa, ndugu zako, rafiki zako, jamaa zako wamekuja kuunga mkono siku ya leo. Tafadhali itakuwa ni vyema kuwatambulisha, lakini ningekuwa ni mimi ningeanza kumtambulisha mke wangu. Tena simtambulishi hivi, namtambulisha kwa majina mazuri ya mahaba, kwa sababu katika vitu ambavyo hamuvifahamu au pengine wengine mnajua lakini mmesahau, ni kuwa Wafipa ni romantic kweli. Kwa hiyo atamtambulisha mke wake kwa majina mazuri ambayo yeye anapenda kumuita. Karibu sana brother. Tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaikum. Okay. Ninayo furaha kubwa kuwaona kujumuika na sisi, lakini kuna wageni mbalimbali ambao wametoka maeneo mbalimbali kuja kuungana na sisi. Nimefarijika, lakini nimepewa fursa ya kuweza kuwatambulisha watu ambao tupo nao hapa. Mke wangu kaishatambulishwa, lakini sasa nikasema kwa sasa namuona yeye tu. Kwa hiyo nina kila sababu ya kusema kwamba inabidi mumtambue Mrs. Simwanza. Kuanzia sasa hivi sio Christina tena, ni Mrs. Simwanza. Naombeni yes, naombeni. Wangapi wanasema irudiwe? Okay. Huyu kwa majina anaitwa Christina Musa Ngiga, lakini kwa sasa yale majina mengine tumeyafuta, ila yatapatikana kwenye vyeti tu. Huyu ataitwa Mrs. Simwanza. Okay. Lakini kwa nafasi ya kipekee naomba kumtambulisha mama yangu mzazi. Popote alipo atasimama. Mama John au Mama Peter amesafiri umbali mrefu sana kutoka Tabora kuja hapa. Jamani, huyo ndio mama yangu, huyo ndio Mama Peter, na furaha yangu kubwa sana kumuona akiwa hapa. Lakini kwa nafasi ya kipekee naomba nimtambulishe mzee wangu, Mzee Nikasi Damson pamoja na mkewe Mrs. Damson wa Mbezi. Naomba wasimame. Jamani, huyo ndo mzee wangu akiwa na mama hapo. Nimefurahi pia kuwaona hapa. Lakini kwa nafasi ya kipekee
naomba mumtambue shangazi yangu mkubwa, anaitwa Shangazi Juliet. Wapunge mkono. Lakini pia kuna shangazi yangu ambaye ameungana na sisi, anaitwa Shangazi Joyce. Naomba usimame wapunge mkono. Okay. Aliyekuja kutoa maombi hapa ni Shangazi Mary, anaweza kusimama kuwapungia mkono. Okay. Lakini pia kuna dada yangu mkubwa kabisa, dada Ana, anaweza kuwapungia mkono. Yes, hapo naomba nitambulishe vizuri. Dada Ana ameambatana na bwana shemeji. Kama upo popote pale pia unaweza ukatupungia mkono. Vigile kwa shemeji havijasikika jamani, tuviongezeni tena. Yes, lakini pia kuna dada yangu, kama utakuwepo popote ulipo wewe na mumeo, Mama Adonai, dada Priska, unaweza ukatupungia mkono. Lakini pia kwa nafasi ya kipekee naomba nimtambulishe dada Flora pamoja na dada Grace. Hawa ni dada zangu na wenyewe wapunge mkono. Kwa nafasi ya kipekee naomba nimtambulishe dada Helena pamoja na mumewe. Huyu nitaomba asimame muone vizuri, ambaye nitamtaja hapa. Sofia Simwanza na mume wake. Akitoka kuzaliwa Sofia na basi nafuatia mimi hapa. Lakini pia kwa nafasi ya kipekee nimtambulishe mdogo wangu wa mwisho, Peter. Lakini majirani na marafiki wa mzee Simwanza Mbezi, mnaweza mkasimama kwa umoja wenu. Lakini watoto wa dada zangu wote mnaweza mkasimama, Noelia na Dalia. Lakini pia kwa kipekee napenda niwasimamishe dada zangu ambao naishi nao, tunasali nao, tunashirikiana nao kwa ukaribu. Wao nitawatambulisha kama jumuiya ya Mtakatifu Yohane Maria Mzee. Dada zangu, dada Penina, dada Rosemary, dada Mama Martha. Simameni jamani. Okay. Lakini pia nina marafiki zangu, nafikiri kwa umoja wenu mnaweza mkasimama, Beni, Chipsoni na wengine wote ambao wametujoin hapa wakiwa na marafiki zangu. Jamani, kwa nafasi ya kipekee sana, hii ni kwa heshima. Kama MC utaruhusu, naomba watu niwatambulishe waje mbele kama wataweza, na DJ utawaleta. Familia ya Legal and Human Rights Center LHRC, ndugu zangu nawapenda sana. Yaani nafurahi sana kuwaona mmekaa. LHRC wote tuje mbele tafadhali. Tuje mbele namna hiyo. Hapo sasa. Kiukweli jamani,
kwa kipekee, sio kwamba wengine ambao hamjaja hapa mbele sitambui nafasi yenu. Yaani hii team kwa kweli siwezi kueleza ni kiasi gani. Yaani upendo wao ni mkubwa. Yaani kila wanapoonekana basi tunashinda. Yaani sio tu hapa, hata huko nje. Yaani ukiona hii timu hii, sisi ni one team, one dream. Yes, kwa hiyo ningependa kuwatambulisha wote, lakini kwa umoja wao naheshimu sana. Kwa hiyo kuwepo hawa watu mimi nina amani sana sana sana. Jamani, asanteni sana. Leo ni siku kubwa sana, sidhani kama itajirudia, na mimi nashukuru kwa kuwa nyewe mmekuja. Niwashukuru. DJ unaweza kwa. Tujipange, kabla hujaondoka tujipange kwanza tupate picha nzuri. Oh yeah. Yaani walipocharuka huwezi kuamini kama pale kuna wanasheria, pale kuna Sibu, lakini haya, tujipange vizuri, tumtazame mpiga picha. Lakini pia kwa nafasi ya kipekee sana naomba nimtambulishe mama yangu mdogo. Nitapenda akisimama, nikipenda nikimtaja jina asimame kidogo muweze kumuona. Kidogo tuna historia, ametukuza na kutulea huko Unyamwezini Tabora. Kwa nafasi ya kipekee mama mdogo, mama Antoni, naomba usimame wapungia mkono. Yes, kwa hiyo huyo ni mama wa kipekee, anatujua toka tumezaliwa, tumekuwa mpaka leo tuko hapa. Ni mchango wake mkubwa sana na bado tunaendelea kuishi naye. Kwa hiyo kwa wale ndugu zetu wa Tabora amewawakilisha vema. Asanteni. Lakini pia kwa wote ambao nimewasahau, TSJ, kuna marafiki zangu hapa, natambua uwepo wenu. Lakini pia na wale wote ndugu jamaa na marafiki, majirani zangu wa Msongola na wote ambao mmeshiriki, karibuni. Lakini pia natambua uwepo wa wakwe zangu, lakini sina mamlaka ya kuwatambulisha. Nafikiri pia msijisikie wanyonge, natambua uwepo wenu. Asanteni. Asante sana. Mpe sasa binti wa Morogoro. Mimi sikufundishi kutambulisha, naamini kabisa tunayo majina yetu sisi kule Morogoro ambavyo tunawatambulisha waume zetu, tunawaita waume zetu kule Morogoro. Lakini karibu sana, mtambulishe mumeo kwa majina mazuri, lakini pia familia yako ambayo imekuja hapa itambue vyema ili kuonesha heshima, lakini pia kuonesha uwepo wao. Tafadhali karibu. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Salamu alaykum. Kwanza kabisa nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu aliyetupa neema kuwepo hapa siku ya leo. Lakini pia nimshukuru mume wangu kipenzi John Adams Mwanza kwa kunipa thamani hii, heshima hii ya kuwa mke wake. Namshukuru sana Mungu kwa hilo. Hebu mgeukie jirani yako muulize, mara ya mwisho kuitwa mume wangu kipenzi ilikuwa lini? Muulize mwenzako, mara mwisho kuitwa mke wangu kipenzi ilikuwa lini? Hongera sana binti wa Morogoro, umewaheshimisha. Haya, karibu. Lakini pia naomba nitoe utambulisho kwa familia yangu ya Musa, kwa familia yangu ya Kinangigas. Kwanza kabisa ningependa mtambue uwepo wa wazazi wangu Mr. and Mrs. Musa Ngiga, naomba msimame. Lakini pia naomba nitambue uwepo wa babu zangu wote, naomba msimame. Naomba nitambue uwepo wa wajomba zangu wote. Naomba mtambue uwepo kumrazi wa wajomba zangu na wake zao, wasimame. Naomba nitambue uwepo wa shangazi zangu wote pamoja na ume zao waliofika. Naomba mtambue uwepo wa mama zangu wadogo
na waume zao ambao ni baba zangu wadogo. Naomba mtambue uwepo wa baba zangu wadogo wote, msimame. Naomba mtambue uwepo wa dada zangu wote pamoja na mashemeji zangu. Asante. Naomba nitambue uwepo wa kaka zangu wote wakubwa na wadogo, wasimame. Asante. Naomba nitambue uwepo wa dada zangu wote wakubwa kwa wadogo. Naomba mtambue uwepo wa rafiki yangu kipenzi Grace. Naomba simame. Grace, asante. Just got on my defense. They do things for the end. Swear you go like me. Can I be your man? That friend with no relent. Doing all the things you like. Asante sana. Keki hiyo ni nzuri kabisa na ni maalum kwa sababu familia imeamua kuwapatia keki hiyo kama zawadi na shukrani, kuambia asanteni sana kwa maisha ambayo tumekuwa pamoja. Sasa nendeni mkaanze maisha mapya. Nitaomba tafadhali shemeji, weka mkono wako wa kulia juu ya mkono wa mumeo hapo, alafu tutanyanyua juu kabisa kidogo. Yes, hapo tutahesabu 1 2 3, tutakata taratibu keki yetu nzuri. Lakini wakati wakiwa wanakata keki hii, basi tushiriki nao kwa kupigia makofi na vigelegele vingi sana tafadhali. 1 2 3, let's go. Asante sana. Joni ndo amekwama kiasi hicho, mwache binti ya kuandalie basi. Haya, amwambia asiishie kuandaa keki tu Joni, na kupika akapike, au sio? Asante sana. Naomba tuache, tutaandaliwa mazingira mazuri. Asante, msindikize nyumbani. Peleke nyumbani pale. Msindikize nyumbani, yes. Mwambie huko ndo nyumbani. Ukipata zawadi, ukaenda Morogoro, kirudi basi wapelekee wazazi zawadi. Karibu. SHI RKO Shirko Media. Ona siki maulale na kanga. Tunanenepa mama. Japo pesa hatuna. Wanaumia sana. Kila wakituona. Eti wanauza moja. Joni binti wa watu mpole, ana upendo. Haya, sasa wazazi wako hapa John. Waahidi, kwa sababu tayari wamechukua dhamana, umepewa binti. Waahidi wazazi wako juu ya dhamana hii ambayo umepewa sasa hivi tafadhali. Ahadi yangu ni moja tu kwa wazazi wangu. Sitawazalilisha. Asante sana. Sawa. Wazazi mmemwona kijana Waambie kwanza wazazi mmemwona handsome huyo. Waambie mmemwona handsome. Waambie wazazi mmemwona handsome. Mmemwona handsome. Asante sana. Sasa waahidi kijana wa watu mpya kabisa Joni. Waahidi wazazi wako na wewe wamekupatia, umepewa kijana. Sasa unakwenda kuahidi nini wazazi wako? Kwanza kabisa naomba wampokee kama mtoto wao, wampende kama ambavyo wananipenda mimi. Asante sana. Hiyo imekaa vizuri Napenda wewe. Nimefanya mwarabu.
wana muvita isiona wala gigita kupenda ashana nani nekupenda penda nani mambo sesi ya nyumbada emucheza ufurahi kama swangili asante Asante sana. Wageni walikwa, hii ndio kamati kuu ambayo imefanya maandalizi mazuri na makubwa wakishirikiana na wafanyakazi wenzake na John Simwanza. Basi kwa niaba ya familia, hii ndio kamati ambayo imefanya maamuzi mazuri ya kuhakikisha leo tunafurahi, tunakula, tunakunywa, lakini pia tunaburudika kwa ujumla. Kwa heshima yao tutatamani kuzitambua kamati mbalimbali na tutatoka mbele hapa kwa ajili ya kuonekana. Tutapunga mkono, tutacheza kidogo, kitaja kamati tunasogea mbele halafu tunarudi nyuma, au sio? Tunaanza na kamati ya mapokezi, tuje mbele tafadhali. Hapo sasa mapokezi. Hey, mama, cheza mama. Hadi huko ni mapokezi au mnasindikiza tu? Haya, kamati ya vinywaji tuje mbele tafadhali. Hapo. Hey, cheza mama, cheza. Hii kamati na watu wengi mnaoenjoy vinywaji tupunge mkono juu huko. Sawa. Kamati hoye. Kamati ya chakula tuje mbele tafadhali. Hapo. Miongoni mwa watu muhimu hawa, au sio? Naomba kamati ya usafiri tuje mbele tafadhali. Hapo. Asante sana. Niombe sasa ile kamati ya ulinzi na usalama tuje mbele tafadhali. Ulinzi na usalama. Let's go. Hapo. Asante sana. Ile kamati mabosi zangu sasa. Kamati ya burudani, MC, music. Karibuni mbele tafadhali. Hapo. Burudani. Kamati ya mapambo ipo. Tumalizie kamati ya mapambo sasa. Hapo. Twende. Asante sana. Umeona kamati ilivyokuwa ina vibe Sasa sisi pia tunatakiwa tuwe na vibe kama kamati ilivyokuwa na vibe. Asanteni sana kwa niaba ya wanakamati, lakini nitaomba hapa mbele katibu mweka hazina na mwenyekiti tafadhali tusogee mbele hapa. Karibuni sana tusogee mbele ili tuweze kuzungumza kwa niaba ya kamati. Hapo twende. Kuja mbele hapa. Tusogee mbele. Asante sana. Umeona masisters hawa, tusirudi. Tuangalie huko mbele. Sister amefanya kazi nzuri na kubwa. Wakasema wewe kijana mdogo lazima tukusimamie. Karibuni sana ambaye atazungumza kwa niaba ya kamati. Kama mna zawadi au kama zawadi yenu mtatoa baadaye muda wa zawadi, basi karibuni sana. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaikum. Jamani, iliyo mbele yenu ndio kamati kuu iliyofanya shughuli hii yote kama mnavyoiona. Karibuni sana, tunawapenda. Zawadi tutakuja nayo baadaye. Asanteni. Makofi ongezeke kwa tafadhali. Asa jioni kwa sababu kamati iko hapa na imefanya kazi nzuri na kubwa, basi hebu hizi keki lishaneni kama ishara kuambia asante. Chukua kipande kimoja kizuri. Yes. Geukie mkeo. Mlishe kwa namna nzuri ambayo unapenda kumlisha. Wow.
Kumbatie mkeo, mwambie asante kwa kuja katika maisha yangu. Wow, asante sana. Haya, yeye amekulisha kisela. Haya, karibu. Kumbatie mumeo. Mwambie uende uchague na maisha yangu. Asante sana. Mwanangu si Mwanza na mwanangu Kristina, nawapenda. Sisi Wafipa ni wapole, alafu ni wakalimu. Sifa ile waliokuwa wanatusema siku za nyuma, anasema ukifika Sumbawanga ni Sumbawanga kweli. Ile ni uongo. Kwa watu ambao hawafahamu niwaambie, yaani Sumbawanga ni watakatifu. Ukifika pale acha uchawi wako, yaani tupa, usiingie navyo. Ndio jina, ndio maana ya jina hilo Sumbawanga. Sumbawanga wako. Sisi ni wakalimu mwanangu, usiwe na wasiwasi. Ninachokusihi, nije kwa wewe mwanangu tu wa kike. Mama, unaweza ukasambalatisha nyumba, ukasambalatisha familia, lakini saa zingine wewe ndio unaweza ukakusanya familia kwa ukalimu wako. Baba hata akiwa mkalimu, mama ni mchoyo, hakuna atakayoingia kwako. Wewe ndio mlezi wa familia. Naomba mwanangu utuone, hata kama tumekuja tu basi, unaelewa kwetu kuna baridi, tumekuja miguu imepasuka, usitunyanyapaa. Sisi Wafipa, ukisha ninyanyapaa nyumba yako nitaiona kama kitu. Huwa hatubembelezi mtu, ndio uzuri wetu. Lakini ukinipenda, mwanangu utakula vyote. Kwa hiyo nawakaribisheni na ninakusi mpendane. Siku ile mama Kaemba, sijui kwa kwetu sisi tunaita Kaemba, mzazi mwenzangu yule pale aliyaongea, kwa kweli nilishiba. Mama, endelea kuwa na upendo uliotoka nao kwenu, na mwanangu John umpende. Unapoona John anakosea, wewe ndio mshauri, na unaposhauri usikae nje kuweseka tu na kila mtu ajue. Ndio maana wakaweka chumba na sebule. Unaingia chumbani, mnakaa kitandani, unamshauri, lakini yale ulioyaongea sio ya ukweli, fanya hivi na hivi, yanaishia hapo hapo. Mtakaa kwa amani. Lakini kitu kikubwa, uwe mvumilivu. Maisha leo, ukiwa mjanja utapewa pole kila siku. Ukiwa mjinga hata siku moja pole hutaiona hata siku moja. Ninakuomba mama yangu na mwanangu, nashukuru sana. Karibu Sumbawanga. Nilikuwa kijana sasa ni mzee. Nikasema nilikuwa kijana sasa ni mzee. Sitawahi. Baba Kristina, nikuombe tafadhali, karibu na wewe kwa heshima. Asante. Watu wa Morogoro harujaja kinyonge. Kwa saa, karibu sana vijana wako pale, wape neno fupi zuri litakalojenga tafadhali. Asante MC. Kwa jina naitwa Gilbert Kenneth Ngiga. Naona mimi ndio mza chombo chema. Ndio mimi hapa. Mkaguru safi kutoka Gairo. Gairo tupo mkoa wa Morogoro, mpakani na Dodoma. Ndio Gairo. Lakini tupo jirani tu kama kilomita 8 hivi kuja njia ya Tanga. Kwa hiyo karibuni sana wapendwa wote Gairo. Fikeni pale Gairo, ulizeni uko wa Ngiga mtaupata. Basi mimi nimesimama hapa, kwanza ninayo furaha kubwa sana moyoni mwangu kwamba nimepata chombo. Baba, naomba usimame uje hapa kwangu kidogo. Baba, nakuomba kwa heshima na taazima uje kwangu hapa. Mwamba. Mnaonaje wazee wapo? Hapa ndio penyewe mimi nimepata. Wakaguru wamepata. Mnaonaje? Kijana mrefu, ana tabasamu, ana heshima zote, kamaliza duniani 160%.
Kwa hiyo mimi ninajivunia kwamba nimepata baba wa kunisaidia kwa lolote. Jamani, sawa? Basi mwanangu, tafadhali nakuomba kaketi na mwenzako pale, asije akaona upweke. Mimi nashukuru sana. Kwanza naweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuandalia uzima ambao tunao hapa. Naona hata MC amechangamka vizuri sana. Ndugu zangu, wanangu, nataka niwapeni kitu kimoja cha maisha. Maisha ya nyumba yanatakiwa upendo. Yaani upendo utangulie. Ukishatangulia upendo, neno msamaha lisikose kwenye nyumba. Mkiwa hamna msamaha wa kusameheana mambo madogo madogo, mkasikia maneno ya mitaani, hiyo nyumba imekuwa balaa. Na msijaribu kuita mtu yeyote pembeni aje awasawazisheni ndani. Akitoka hapo akiingia mitaani, neno lilikuwa dogo analikuza. Hivyo nyumba yenu itakuwa haina amani, wanangu. Ninategemea sana kwamba nikija Dar es Salaam tena sitofikia kwangu, nitafikia kwako. Familia Ngiga unayoiona hapa inakusamini, imekupenda. Tangu juzi tu tunaangalia pale, tumesha kupenda tu tangu zamani. Sisi Wakaguru tu wafupi, lakini sasa tumepata mtoto tu kidogo. Si mnaona jamani? Kwa hiyo wanangu, kaeni kwa amani. Kama kuna shida yoyote nielezeni, mimi baba yenu nipo. Kama kuna tatizo, hata kama usifipa, tunakwenda kuwaoneni. Hatuna shida. Ila mama kwa kweli kanifurahisha kidogo, kwa wasiwasi kalikuwepo, akasema wafipa huko. Lakini sasa mama kumbe amefafanua Sumbawanga maana yake nini. Tuna amani na Sumbawanga, tuna amani na wafipa. Hamna shida. Karibuni sana Gairo. Wanangu, kaeni kwa amani, mpendane. Na wewe mwanangu, ukiona siku moja baba akaja kidogo mdomo kidogo hajisikii, sio kwamba amegombana na wewe, hapana. Sisi wanaume tuna majukumu mengi. Unapotoka kazini huko mambo hayakwenda sawa, hela hauna mfukoni, kichwa kinacheza. Kwa hiyo sio ukifika pale nyumbani kwamba ukikaa unafikiria yale uliyokuwa umefanya kule, mama anaweza kaona kwamba umemdharau, kumbe hapana. Ni kwa ajili tu ya maslahi, ya kutafuta maslahi ya nyumba. Kwa sababu kuwa wawili ni nafsi mbili. Mwili ni mmoja lakini nafsi mbili ambazo zinahitaji kuishi kwa akili. Nasema karibuni sana Gairo wanangu. Karibuni sana. Mimi ndio mzee wenu wa Gairo. Tena mje kabla hata mwaka huu hajaisha. Ukaone tunapoishi na sisi. Kazi yetu sisi ni kulima viazi na mahindi. Kwa hiyo karibuni sana, asante sana. MC, nakushukuru sana, karibu. Msiondoke. Njoni, msiondoke jamani. Haya, keki hii. Baba, mlishe keki. Chukua, kamata. Yes. Kumbukia kidogo. Pigeni makofi mengi sana. Joni, unaona mambo hayo? Wapi vigelegele? Haya, tunaondoka namna hiyo sasa. Asante sana baba. Niombe sasa wale wataalamu wa champagne, tafadhali, wataalamu wa champagne watatu. Niombe hapa kutokea pale LHRC. Wageni walika, mabibi na mabwana, champagne zetu hizi hazina kilevi. Ni matumizi halali kwa kila mmoja. Wale ambao wanatumia kilevi, wale ambao wanatumia kilevi ni zero alcohol, kwa hiyo anaweza akatumia mtu yeyote. Lakini sheria na masharti ya kanuni ya champagne hizi za harusi, send off, birthday na sherehe mbalimbali, ukifungua haitakiwi kumwagika. Ukimwagika unakuwa umevunja sheria. Let's go.
kaweza huyu. Yule. Brother, nimekuona mimi ni maharusi. Wewe umefungua vizuri. Nenda kwa wakwe, nenda kwa wazazi brother, alafu tembeze kwa wageni wengine waliko wote tafadhali. Bea maharusi wetu vyema kabla ya kugonga cheers. Tafadhali kama hata kinywaji chako tumuombe Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu tunakuomba wajalie maharusi wetu hawa, wajalie kizazi chema. Mwenyezi Mungu tunakuomba wajalie maisha mema, wajalie masikizano, wajalie mapenzi. Everybody tunasema cheers, 1 2 3 cheers. Gonga na mwenzako cheers. Wow. Sasa John mgeukie mkeo. Geukie mkeo, lakini na wewe pia kama upo na bebi wako hapo. Kama uko na bebi wako hapo, mgeukie. Kama umekuja na bebi wako mgeukie. Wale single ladies poleni. Wale mabachela pia poleni. Mgeukie mkeo, lakini nawe pia mgeukie mpenzi wako. Taratibu kabisa, wewe mnyweshe glasi, mpelekee glasi taratibu, na yeye pia kunyweshe taratibu namna hiyo. Let's go. Tunanyweshana sasa. Kila mmoja mnyweshe mwenzake. John. Yes, namna hiyo. Jinyweshe mwenyewe kama hujaja na bebi wako. Yes. Kuna wazee wangu naona kabisa wanajilaumu. Haya, asante sana. Sasa baada ya kugonga cheers hapo ulipo, tafadhali tembelea meza 2 3. Gonga cheers, ukiweza kuchukua namba ya simu, chukua, utanishukuru baadaye. Tembelea meza 2 3 tafadhali, tembelea meza 2 3. Ukishagonga cheers hapo tunakuja mbele kugonga cheers na maharusi. Tembelea meza 2 3, usahau kuchukua nambari. Utanikumbuka baadaye. Let's go.
wazi, warushe kwa mitandao. Sitaki mapenzi, nataka jipongeza. Nemwita yubiki, kumenda yunabiki, ulimuna kipenzi, ni mshenza kupendi, kama kwa ni mwenye mambo mingi dunia, kama sisi siwezi, oh siwezi. Maswali mengi kwa waita, hauna hela ni ile shingapi, shingapi, hauna hela ni nimeacha staki tena maswali, nakabichi kula upewa bahari, nawakia mozi kwa mbali, jimbo wasisema nitakubali. Unamtaka, 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 kama yako taipata hata ukibana, kumbe squeeze wachawi so wazee, kumbe squeeze wachawi so wazee. Kama yangu taipata hata ukibana, hai baba no mapepo yake me, Mungu Baba tusamehe tumeletwa, dunia kuna watu wanaboa. Mungu Baba tusamehe tumekujwa, dunia kuna watu wanakera. Chiki mapulimbu, nikiwa unapungukiwa. Wakijipitisha cha mwaga hela, wewe zenu mimi sijui kutongoza, wakinifikisha cha mwaga hela.
Haya, piga na nyingine, hakikisha nimetokea. Mwanasheria, piga na nyingine, hakikisha nimetokea. Unamjua Simba? Sio huyo wa picha mnyama. Huyo ni wa Insta mnyama. Huyo. Haya, sasa tukae huko sasa. Nzuri. Haya. Tuanze huko Ni zoezi la dakika 2 tu. Waanze wananchi. Wananchi anze, mnaonekana kama maskini hivi, bakuli. Haya, tuanze, lakini hatuhesabu, maana Tobi ni mtu wa mtego sana. Kwa hesabu hatuhesabu. Haya, wananchi tusilete hapa. Wananchi ambao mko huko pia, yale maokoto ya wananchi yote aleteni hapa. Wananchi karibuni sasa. Pokea maokoto. Indo Yanga wanaita timu hatari, watumie nyanga watotika hii safari, na maisha kiranga tukiuweka kwa kidari, unamjua Makambo kwa mashuti ya mbali, jamani wakinama kinuka wameokota kidude, jamani wakinama kinuka wameokota kidude, nainama nainuka uko kipanda kwa shati ya mafuta, nainama nainuka uko kipanda kwa shati ya mafuta. Wananchi ndio tumeamua kupata 15,000 au kuna wengine wanakuja wananchi? Dakika 1. Tumalizie wananchi dakika 1. Asante sana wananchi kucheza tu maokoto. Haya, tunakuja Simba sasa. Mnamjua Simba mnyo. Subiri kwanza. Okoto la Yanga hilo. Wananchi kwa bukubuku. Haya. Joni bwana zizuie hizo. Usihesabu. Ukihesabu Tobi atamninilio. Usihesabu. Wana Simba, kama mmekaa serious hivi. Haya, karibuni sana. Hapo Tobi hajatoa bado. Haya, semaji. Muda wako. Shemaji nikusaidie kushikilia. Tobi karibu sasa. Unamjua Simba? Sio huyo wa picha mnyama. Huyo ni wa Insta mnyama. Bwana Yesu asifiwe. Assalamu alaikum. Kwa niaba ya Simba Sports Club, lakini pia kwa niaba ya rafiki yangu Joni Simwanza, rafiki yangu ambaye nilikutana naye kwa mara ya kwanza chuoni. Rafiki wetu umeendelea kuwa mpaka leo. MC naye ni rafiki yangu pia, tulikutana chuoni. Urafiki wetu nao umeendelea mpaka leo. Tuje kwenye zoezi la pesa. Tuje kwenye zoezi la zawadi. Mimi hapa peke yangu nitatoa shilingi 50,000. Unamjua Simba? Sio huyo wa picha mnyama. Huyo ni wa Insta mnyama. Huyo utopolo mnyama.
mnaondoka kama msibani, hela zenu zikiwa ndogo. Kweli sisi utopolo. Na mimi tu nitangaze rasmi na amia upande huu. Unamjua Simba? Sio huyo wa picha mnyama. Huyo ni wa Insta mnyama. Huyo utopolo mnyama. Nyama, nyama. Wa vikombe vingi mnyama. Anaupiga mwingi mnyama. Nyama ni mwingi mnyama. Nasema unamjua Simba? Jamani, mbona hela ndogo hii? Hela mbaya. Mimi niko katika ile ya Simba iliyotolewa hiyo. Ndugu yangu, mbona ghafla hivi? Shemeji, hizo ngapi ulizoshikilia hapo? 43. Na ile pale maana yake ngapi? 93. Huko ndugu yangu na 10,000 na ngapi? Tuhesabie hivi. Hebu njoo huku kwanza, njoo. Hela za kwetu hizo bana. Hela za wananchi hizo. Asichezee hela za wananchi, 25. Ya wananchi bukubuku kibao. Asanteni sana. Ile 50,000 ni ya shemeji, sawa? Sio ya kwako. Wewe kule upo kwa mkopo. Za kwako ni hizo 20 na ngapi? Shemeji, akisha 50,000 yako umeipata. Ni ya kwako ile. Ndugu yangu, hii ndio taanzia maisha, sawa? Mungu akubariki sana. Lakini pia Mungu nanyi awabariki sana wananchi kwa kidogo chenu mlichokitoa. Tuombe dua wana Simba kesho, Mungu awajalie washinde. Oh baby, Teddy B. No. Yeah. Oh baby, mina kuchagua wewe, wewe uwe wangu, mume wangu, baba ya watoto wangu. Kupendwa nawe majaliwa, kukuoa ni baraka. Mshikaji wangu wa maisha, oh baby I love you. And for you, ninabadili mienendo yangu baba. Baby for you, nina ukimbia ujana mama. Nijenge boma nawe, zae watoto nawe, wale pamoja nawe, zereke pamoja nawe. Nataka nijenge boma nawe, zae watoto nawe, wale pamoja nawe, zereke pamoja nawe. Chaguo la moyo, chaguo la moyo. Asante sana. Wazazi, karibuni sana. Na mimi zawadi yenu ni ya kutamka. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Ninayo furaha kubwa nikiwa nimeambatana na familia yangu kwa ajili ya kijana wetu aliyeishusha mioyo yetu ambayo ilikuwa kidogo imesimama. Hatujategemea kitu kama hiki kama kinaweza kufanyika. Amen. Lakini Mungu ni mwema. Hayawi yanakuwa. Tayari tumeshinda. Sisi kwetu ukipata mtoto wa kiume unajua na wa kike umepata. Haleluya. Basi baada ya kutamka hayo, mimi niko hapa kwa ajili ya kutoa zawadi kwa kijana wangu ambaye nitatamka zawadi ambayo haibebeki.
Sisi familia ya Kinasi Mwanza na mimi kama baba nimekuja kumtamkia na kumkabidhi kijana wangu shamba la eka 5. Pokea shamba la eka 5. Haya, asante. Naomba tusimame nyuma hapa tupate picha. Tusimame nyuma ya maharusi. Wanadamu wakabaki wanashangaa. Kuna jambo Mungu anaweza kufanya maishani mwao. Asante sana. Bwana shamba, hongera. Tumtazame mpiga picha. Yes. Lakini nikuombe sasa tafadhali, mama wa Mbezi, tafadhali karibu. Muda huo niombe mashangazi jiandae na zawadi yenu. Asante sana. Nimependa hiyo mama. Hiyo picha kishindo cha wakoma kiwa kimbiza washabiki. Kishindo cha wakoma kiwa kimbiza washabiki. Kishindo cha wakoma. Asante sana Mama Anthony kutoka Tabora. Piga picha nzuri. Tazameni mpiga picha. Like zombie, but I know me, you with your coca body. Cause this you're looking for something now for me. Hold on for me, I no go to make honey. And if you're looking a fight, yes, baby, gonna. Will you give me sugar, wala. Asante sana. Mashemeji aliwaambia John hana godoro nani? Godoro analo, mpaka nao godoro hana. Ili okay, sawa. Sana, tupate picha nzuri. Baraka za Mungu na malaika
zimefanya mimi nawe tujuane. Sina shaka maana imeandikwa, ndege warukao wafanane. Kwa wale single lady, huyu ni yuko single. Asante. Kuna moment moja natamani aishe hapa, izungumze. Joni ni mtata sana wewe. Karibu izungumze ile moment kidogo. Shemeji, huyu jamaa ametusumbua sana darasani. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaikum. Kama alivyotoka kusema ndugu MC, Stange Odinga ndio jina tulikuwa tunamuita. Ni Mtanzania lakini mwenye asili ya Mombasa. Sasa hivi tu amechangamka na Kiswahili kizuri, lakini wakati anakuja Kiswahili chake kama cha Mombasa. Lakini tulikutana hivi, tulikuwa marafiki tangu chuo hadi hivi leo. Kuna wenzetu ambao wamepata changamoto hawajapata nafasi ya kufika, lakini tuitangaze zawadi tukupa. Tuitangaze. Joni ni kijana mwenzetu, ametuambia alikuwa analo eneo, na hapa tumesikia pia amepewa eneo lingine. Kwa niaba ya wanafunzi wenzake, sisi tumemchangia walau akishaika matofali, tumemchangia mabati 30 ili akafunika. Kwa hiyo shemeji, ikifika swala la kufunika tu usitoe hata 100. Ana mabati 30, anayo, si mzito. Sawa. Kitu kimoja ambacho na kijua kwa Joni, nilisikia hapa kuhusu swala la kumcha Mungu. Sijui kama huku atakuja kubadilika huku, lakini hata wakati tunasoma, miongoni mwa watu ambao walikuwa wananisisitiza Jumapili nisiache kanisani na nimche Mungu, Joni ni mmoja wapo. Kwa shemeji na familia, sana sana shemeji, ukakazie, nimesikia hapa, ukakazie, ushikilie shida yake. Naomba unisikize kidogo. Wakati tunasoma tukiwa tunamaliza, huyu bwana hapa ni mtaalamu kidogo wa mambo ya video, ni mtu mzuri kuna video. Tulipewa mtihani mmoja wa ku design ya mambo ya video. Mimi nilifanya, kuna rafiki yetu mwingine Tom alifanya, Joni na huyu bwana hawakufanya. Joni akasema hata kwenye maisha kuna wakati vinatokea vitu vigumu, lazima tutafute njia ya kusolve hicho kitu. Huyu bwana akatoa wazo la kwenda kuufuta huo, yani huo mtihani ambao tunaenda kuufanya. Akaenda akaufuta, mtihani ukagailishwa, tukaja kufanya siku nyingine wakati alishakuwa na majibu. Kwa hiyo shemeji, nimesimulia hiyo kwa kumaanisha shemeji, endapo mtakutana na swala gumu, wewe kaa na Joni, discuss, yeye atajua njia ya kutoka kwenye hilo swala gumu. Kama aliweza darasani, basi hata kwenye maisha mengine ataweza. Tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaikum. Asanteni sana. Asante sana, tuwashukuru wote ambao tumejumuika pamoja hapa. Brother John, kwa niaba ya familia yako mpya, tafadhali neno la shukrani. Okay. Kwanza niseme asanteni kwa wote, lakini pia kujumuika na sisi. Kikweli sikutegemea. Cha msingi tu mimi ni washukuru, sina cha kuwalipa. Walio wengi humu wamepanda fadhila kwangu, kwa hiyo nami ni muda wa kulipa fadhila. Kwa hiyo msichoke kunishirikisha kwenye kila kitu, na ninaamini nitashiriki na nyinyi kwa 100%. Kwa hiyo asanteni na Mungu aendelee kuwabariki. Asante sana. Wakati akiwa anatoka, nitaomba tumpungie mkono, naye pia atakuwa anatupungia mkono pamoja na mke wake mpendwa. Tumwambie kwa heri na nenda kaanze maisha vizuri kabisa.
Maton na Paton, tafadhali tuwasindikize maharusi wetu, tuwatoe pale wapate picha ya kutokea. Kama wapiga picha wana picha nyingine, basi wataendelea na utaratibu. Kama watawarudisha hapa, watawapatia utaratibu mwingine, lakini kwanza tutoke ili tuweze kupata picha nzuri. Lakini pia wapungie mkono wageni walikwa, mwambie asanteni kwa kuja. Mara nyingine najiuliza una uzuri wa namna gani na nashindwa pata jibu. Ukiwepo wewe chanzo cha kunipoza nafsi yangu napopata majaribu. Nakuamini bila ya